Alafu katika kujua mambo yote anawauliza manabii mitume wake, nilipokutumeni mmejibiwa nini? Wakati Mungu anajua alichojibiwa. Ule pia ulikuwa mtihani kwa mitume. Naeleka vizuri Mwenyezi Mungu alikuwa akiuliza lakini anachokijua. Sasa kwa adabu za mitume, na ndio adabu inatakiwa watu wengine wawe nazo. Usikurupuke tu, umeulizwa swali kwa kurupuka. Uwezi ukajua yule falsafa yake. Sawa? Anataka kujua nini? Hekima ya manabii na akili kubwa na adabu, asema ilmu lana. Umeelewa? Pamoja na kwamba wao ndio walio so wanatakiwa wawasilishe walichojibiwa, lakini waliacha jambo kwa Mungu kwa sababu Mungu anajua zaidi kuliko wao. Otherwise wanaweza wakajieleza, mengine wakayaacha, au wakaeleza mengine wakakosea. Umeeleka vizuri? Sasa kufanya hivyo kwa mkubwa inaonekana kama kuna kutaleta kidogo mushkila. Umeeleka vizuri? Kwa hivyo wao walijibu kwa hikma, wewe unajua zaidi. Wewe ndio umetutuma na umesema wama kunna muadhibina hatta nab'atha rasula. Hatuwezi tukawaadhibu watu mpaka tuwapeleke nani? Sisi kazi yetu tunaifanya ya tablighu dawa, tablighu risala, kufikisha ujumbe na kufikisha dawa. Tumefanya. Umeeleka vizuri? Tumefanya nini? Tumefanya. Wengine watasema waliponyamaza mitume kwa hofu ya Mwenyezi Mungu, yale majitu yako pale yenyewe atazungumza kumwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Umeeleka vizuri? Kwamba hao mtulingania hivi, wengine watabishana namna pale. Magezi makundi mawili, kuna wale alladhina amanu walladhina kafaru. Lakini hekima ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hata hekima siku zote ya kiongozi kwanza, hata kama jambo analijua tuchukulie rais. Unajua ni kiongozi wa serikali, ndio amiri jeshi mkuu, akikutuma rais, wewe waziri, nenda mahala fulani kasikiliza kero zao. Kasikiliza nini? Kero zao. Wewe unapokwenda kule waziri, tayari zile kero zote rais anazo mezani. Umeelewa vizuri? Sasa unapotoka kuja kuwasilisha ile kero, sawa, yule kiubinadamu sasa, kwa hawa binadamu mwenye sifatul insania, lazima ajieleze. Bwana, nimekwenda kule mheshimiwa rais, nimekuta yule mkandarasi tulomkabidhi lile jengo bado, lakini inaonekana mkurugenzi ndio kikwazo na hivi na vile na nini. Anakusikiliza, lakini tayari ile taasisi yake ya urais imeshamletea full data. Kwa kuna mengine utasema ya sawa sawa, kuna mengine utasema ambayo sio nini, yeye kaisha letewa na vyombo vyake. Sasa vyombo vya usalama vya Mungu si malaika? Usimuelewa? Vyombo vya usalama vya Mungu ni nani? Malaika. Wao shamletea kila kitu. Sasa wale mitume, kwa sababu ni mitume, sio kama sisi, na wao wanaletewa wahi, wanajua Mungu anajua. Sio wewe waziri uliokwenda, wewe hujui kama rais anafanya nini. Utataka mdanganye rais, umwambie mimi nimefanya kazi kubwa, kumbe ulifika tu kalala hotelini kule na nini, ukaagiza watu baada ya kwenda kufanya kazi. Rais atakwambia kwanza wewe ukufika site fulani, ile wilaya fulani, kata fulani ukufika. Haya, rais kazipataje habari? Umeelewa mwalimu? Hiyo ndio hikma yenyewe. Hikmatun ilahiyya ni hikma ya kiungu. Umeeleka vizuri? Lakini hikma yote kiongozi yoyote unapoagiza wewe kiongozi mkubwa na umeshawatuma watu wako,
wakafanye kazi, lazima kwanza uwasikilize, uwe unajua au hujui. Sawa? Labda wewe kwamba bwana hili mheshimiwa unalijua na hili pia unalijua lilikuwa hivi, hili mtu fulani, lakini kama mtu fulani hajakuletea, haujajua kama kamletea, wewe utaanza kujieleza kwa mujibu wa vile ulivyotumwa. Umeeleka vizuri? Tayyib, wallahu wa rasuluhu a'lam. Mbasweka. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Shauri kwa في أمور أنسية المسيح الدجال أو أنا مسيح anauliza huyu Masihi Isa ndo Masihi Dajjali? Masihi Dajjali ni mwingine, na Masihi huyu Isa ni mwingine, na limekuja neno Masihi kwa ile power wanaopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana akaitwa nini? Masihi. Imekuja katika riwaya kwamba kwa nini kuitwa Masihi? Kwa sababu yamsahu wujuha al-makfufin, anafuta zile nyuso za nani? Za wale vipofu wanapoa. Wenye mbaranga akiwauliza akiwafanya hivi, mbaranga inakuwa nini? Imeisha. Kwa maana ya Masihi, riwaya nyingine imekuja ni kufuta, yani kuondoa ugonjwa, kuondoa mtu katika hali ya kufa akamleta katika hali ya nini? Ya uhai. Masihi Dajjali naye ameitwa Masihi kwa sababu ule ni mtihani wa Mungu. Meleka vizuri? Atakuja naye kukidhi haja na shida za binadamu, wale ambao imani zao zitakuwa dhaifu watamkubali kuwa ni Mungu. Sasa ile miujiza mikubwa ndio iliyowafanya watu waingie cha kitu. Unaelewa vizuri? Kumuita Masihi huyu ni Mungu au mtoto wa Mungu. Unaelewa vizuri? Lakini huyo naye ambaye atakuja kutupima mtihani, una njaa akakwambia nina uwezo hapa nikakupandia mbegu ya hindi. Njaa kweli na kiu kweli, lakini anaweza akakupa maji ya baridi pale kama akaomba hivyo kwa kunywa. Umekata kiu wewe, umeamini kwamba mimi ni Mungu, kuelewa kabisa wewe ndio tayari inasema anakupiga muhuri, tayari wewe bin ashabi as-sa'id. Lakini anaweza akapanda punje, ile punje akipanda hindi likawa kubwa, likazaa, likabeba, na pale likawa hindi la kuchoma, na ukapewa lile joto, naona njaa, niambie mtakuwa. Umeeleka vizuri? Kwa hiyo bimaana yamsahu jamia ash-shada'id wa yakri jamia al-hajat. Umeeleka vizuri? Utakachokitaka ndicho utakachokifanya, na ile ni power from Allah Subhanahu wa Ta'ala, kutoka kwa nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Quwwatu min indillah. Umeeleka vizuri? Ndio hapo Mwenyezi Mungu anamwambia Masihi, sawa? Kumbuka idh ayyatuka biruhil quds, kumbuka nilipokutia nguvu kwa kukuletea wewe Roho Mtakatifu akutimizie mambo yote utakayotaka, ukawa unafanya. Sisi tumelala vizuri. Kwa hiyo Masihi ni neno ambalo lina maana mutaaddida, maana nyingi, lakini maana ya karibu ila dhihni ni maana hii, ule uwezo wa kufanya mambo ambayo Mwenyezi Mungu anafanya. Sisi tumelala vizuri. Ndio maana wamekuwa hawa majina yao yanafanana. Huyu Masihi Dajjal, huyu Masihi Isa ibn Maryam. Umeeleka vizuri?
bimaana almashu ibtihal, kuondoa kile ambacho kinatatiza akaleta kile ambacho hakikutatiza. Tayib, wallahu wa rasuluhu a'lam. Anasema mal hikma, kuna hikma gani min indillah, kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Mfahamika vizuri hikma ya kumtanguliza Isa, kati Isa ana watangulizi wake. Mitume wengine wapo waliomtangulia Isa ibn Maryam. Sasa kwa nini kuanza kumhoji Isa? Asianze kuhoji kina Ibrahim, asianze kuhoji Nabii Adam, kina Yahya, kina Shuaib, kina Musa, au sio? Hii ni dalili ya kwamba watu wa Isa walilolifanya ni kubwa kuliko likubwa mwingine. Umeeleka vizuri jambo walilolifanya ni kubwa kwa sababu wanagombea kile cheo walichokuwa nacho nani? Wamempa. Umeeleka vizuri? Mja wa Mungu ambaye ni mtume wake yeye aliyemuumba na akampa pawa hiyo ambao wao wana. Sasa Mungu anamuuliza, au na wewe umekweteka baada ya kuitwa na hao jamaa zako hivyo kwa pawa niliokupa? Nabii akajifua, hapana. Meleka mzuri mimi wala sipo nao katika hilo. Mimi nilikaa nao mpaka ukaja ukaniondoa. Baada ya kuniondoa kunyuma nilichokifanya mimi kwa maana kawakana. Kwa hiyo kama adhabu Mungu alikuwa anamwanzishia kwanza kujua kwamba kweli ulisema, ili washuhudie na wao wapo wanasikia yale maneno akiyasema na nini, wapo wanasikia namna wanavyokanwa. Sasa watamtafuta Mungu wao sio kwa Isa. Hiyo ndio hikma ya Mwenyezi Mungu. Lakini hawa manabii wengine umma wao hawajafikia. Si kuna mtu anaitwa Ibilisi, si ndio? Kuna kiumbe anaitwa Ibilisi, sawa? Huko mwanzo alikuwa anajulikana kwa jina la Aba Sajida. Alikuwa ni mtu wa kusali kweli, kushukuru, kumsujudia Mwenyezi Mungu. Baadaye akaitwa Ibilisi baada ya kukataa amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kumsujudia Adam. Ibilisi pamoja na ushetani aliokuwa nao hajathubutu hata siku moja kumpinga Mungu, kumpinga Mwenyezi Mungu. Adhabu ya Mungu alimfukuza kule Janna. Umefahamika, alimfukuza kule kwake kule. Umefahamika vizuri Akaambia mimi nitawapoteza waja wako wote isipokuwa wale waja wako wema. Akawa anafanya hiwari, majadiliano na Mwenyezi Mungu. Baada ya kusema Mwenyezi Mungu, basi nibakize mpaka siku ambayo utakaofufua viumbe, manake usinichukue, usinifishe. Anakiri Mwenyezi Mungu ndio anahuisha na anafisha. Mungu akamwambia fa innaka minal mundharin, sio wewe ni katika watu ambao wenye kusubirishwa watakao kuwepo ila yaumi ba'thun, mpaka siku atakapofufuliwa viumbe utabakia. Na yeye kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kama utaniacha nitawapoteza waja wako wote isipokuwa wale waja wako wema. Mwenyezi Mungu akamwambia nitakujaza wewe motoni na wale wote watakao kufuata. Umeeleka vizuri? Hiyo ni ahadi ya nani? Lakini kicha chote hakuthubutu kusema mimi ni Mungu. Kuna mtu anaitwa Firauni. Huyu imefika mahala kwa namna jinsi alivyokuwa ni mtu ambaye aliishi zama za Musa. Umeeleka vizuri? Mungu alimpa mali nyingi, tajiri, akampa wafanyakazi wengi, akampa wachawi wengi, akampa jeshi kubwa, alikuwa na kila kitu. Na akawa sasa mfalme mwenye kuabudiwa. Akathubutu akasema, fakala ana rabbukumul a'la, kama mna Mungu nyinyi
basi mimi ndio Mola wenu mkubwa. Huyu aliyokuwepo kwangu mimi mdogo, lakini mimi ndio huyu anakicha zaidi huyu Firauni kuliko Ibilisi. Kwa sababu kadai nini? Kadai Mungu. Fa akhadhahu Allah, Mwenyezi Mungu afanya akampatiliza. Kwa hiyo tukio la kudai cheo, mamlaka ambayo sio yako, unamsababishia yule mwenye mamlaka yake adhabu kali na hasira kubwa. Umeeleka vizuri? Kakupa nani mamlaka hayo? Umeeleka vizuri? Wallahu wa rasuluhu a'lam. Kwa hiyo hiyo ndio hikma hiyo. Auliza shetani, nyuma yake kulikuwa hakuna watu. Alikuwa anaitwa Abasajid, kwa maana alikuwa hakuna mtu aliyeweza kumpoteza. Lakini baada ya kukaa kuna watu wanaweza kupoteza. Kweli kabla yake yeye binadamu walikuwa hawajaumbwa bado. Kama shetani wanagawanyika, shayatinu minal jinni wa shayatinu minal insi. Shetani wa kijini na shetani wa shaitanu minal jinni anatokana na majini, na shaitanu minal insi anatokana na binadamu. Kwa alianza kwanza shaitanu minal jinni ya Ibilisi, alafu tunao mashaitanu minal insi, shayatinu minal insi, mashaitani wanatokana na binadamu ambao wanafunzi wa nani? Wa Ibilisi. Baada ya kuumbwa na Ibilisi alipochukua ahadi kwa Mungu, nitawapoteza waja wako wote isipokuwa wale wema. Kwa maana wale waliopotezwa ndio qarainu shaitan, ndio marafiki wa nani? Wa Ibilisi. Umeelewa vizuri? Wamekuja baada ya, sio kabla. Kabla hakukuwa na jambo kabla yake yeye, na kabla yake yeye alikuwa ni jini anayejulikana ni mwema tu kama majini wengine. Kulikuwa hakuna watu. Binadamu alikuwa wa kwanza kuumbwa ni Nabii Adam. Kwa hiyo alikuwa bado hakuumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Umeeleka vizuri? Na Nabii Adam pia aliponzwa na nani? Na yeye ndio binadamu wa kwanza alipoponzwa, isipokuwa mpaka alipotaka toba kwa nani? Kwa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Umeelewa? Kwa hiyo huku nyuma kulikuwa hakuna kitu kingine. Hakuna Ibilisi, hakuna nani. Umeeleka vizuri? Walikuwa majini kama majini, malaika kama malaika. Ndio maana hata pale wa idqala rabbuka lilmalaikati, kumbuka Mola wako alipoambia malaika, inni ja'ilun fil ardi khalifa. Sawa? Mimi nataka nipeleke katika ardhi mtawala. Qalu, wakasema atajalu fiha. Mungu vipi? Atajalu fiha man yufsidu fiha. Unataka kupeleka mtu ambaye atakuja kufanya ufisadi katika ardhi, kuharibu mambo. Sawa? Wayasfiku dimaa, na watakuja kumwagana damu kama leo tunakumwagana damu. Sawa? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Na hali ya kuwa sisi Mwenyezi Mungu, kama unataka kushukuriwa, kusifiwa, kutukuzwa na kila aina ya sifa, sisi tunafanya, tupo. Una haja gani umweke huyu kiumbe ambaye hata kuja kukuthamini, kiumbe aso shukurani wala haya? Mwenyezi Mungu anasema, inni a'lamu ma la ta'lamun. Mimi najua, nimekuulizeni tu kutaka ushauri, sioni maana ya kuwa dikteta. Kwa nimetaka mnipe rai na nikutizameni maono yenu. Lakini kwa hilo mimi najua, mimi msikijua, acheni nipeleke. Alipomuumba mwanadamu akamfanya ni kiumbe mtukufu kuliko viumbe wengine. Mweleka vizuri? Na kuonyesha ni kiumbe mtukufu kuliko viumbe vingine, viumbe hawa wengine wote wanamtumikia binadamu. Sawa? Na ndio maana wakaamrishwa wamsujudie nani? Hakisujudiwi isipokuwa kitu kitukufu. Inda Allah, mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu. Wallahu wa rasuluhu a'lam.
inategemea katika siyaku la ayat, aya zenyewe zilivyokuja zinazungumzia nini. Lakini siyaku ya aya hiyo inaeleza tukio kubwa, tukio la wana wa Israeli wafasi wa Isa ibn Maryam. Kwa hiyo kwa mtihani huo ambao Nabii Isa mwenyewe ametakhalas na watu waliomfuata, huko ni kufaulu kukubwa. Sasa inategemea hizo aya zingine siyaku yake, sawa, zilivyokuja zimekujaje, kinazungumziwa nini. Ndio utakuta fauzul mubin, kuna fauzul kabir, umeeleka vizuri. Lakini adhim ni kubwa sana kwa sababu ni pepo, umeeleka vizuri. Almubin kufaulu kwa wazi, kwa maana umefaulu kufaulu kwa wazi kutokana na kushinda jambo fulani, sawa, imedhihirika wewe ni minal faizin, wewe ni katika waliofanya waliofaulu. Lakini hapo kinachozungumziwa fauzul adhim ni kufuzu kukubwa, kwa maana malipo yake ni pepo. Ndio maana akasema jannatun tajri, si ndio, min tahtiha al-anhar. Tayeb, kabiri leo kwamba kukaa kule ni katika sehemu ya adhimu, na Mwenyezi Mungu anatumia mistalahati kwa jinsi anavyoona yeye, sawa. Kusema naondoka na kwenda ni lugha ile ile, naondoka na kwenda ni lugha moja. Kwa fauzul kabir, kufuzu kukubwa, kwa maana kukubwa illa aljanna, isipokuwa nini, pepo. Adhim sasa itategemea katika tu matumizi ya maneno. Hii imekuja adhim kwa maana ya utukufu, sawa, kwamba huyu mtu aliyepuka hivi ni mtu mmoja maalum, mtukufu fulani, mwenye heshima fulani. Umeeleka vizuri. Al-kabir pia vile vile ni kufuzu kukubwa, na malipo yao ni kufuzu ni nini, ni pepo. Lakini katika tofauti umetofautiana katika lugha tu. Umeeleka bwana. Kwa hiyo yote al-kabir ni kubwa, al-azim ni nini, lakini walaisa kullu kabir na adhim, sio kila kubwa ni adhim, sio kila kabir ni kubwa ni adhim, sawa. Wa inma likulli adhimin kabir. Umeeleza vizuri. Kila katika adhim ni kabir. Katika neno la Kiarabu adhim, likulli adhimin kabir, walaisa likulli kabirin adhim. Umeelewa? Sababu katika masala ya kilugha, lakini mambo yanayokusudiwa ni hayo hayo. Narudi tena kukwambia inategemea siyakul kalami na matukio. Kwa tukio hilo limepewa heshima kwa lafdhu ya adhim, na tukio hilo limepewa heshima ya kabir, sawa, ambapo adhim ni kubwa sana kuliko kabir. Kila adhim ni kabir na sio kila kabir adhim, tukifuata katika siyakul kalam au siyakul ayati, zile aya kuna utofauti, sawa. Lakini kunatumika lugha ya Kiarabu ambayo tunaitafsiri kwa Kiswahili. Tafsiri inawezekana kwa Kiswahili ni hiyo hiyo, lakini Kiarabu inachukulika tafsiri pana zaidi. Unaelewa bwana? Sallallahu wa rasuluhu alayhi. Haya, tufunga bila maoni. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التفاسير والتأويل وارزقنا اتباعه. اللهم لا تمنعنا عن العلم والعمل به بمانع ولا تقطعنا عنهما بقاطع. اللهم اجعلنا من الصائمين من المقبولين ولا تجعلنا من الصائمين من المردودين ولا من المغضوب عليهم ولا من الضالين. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة إلهي ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. جزاكم الله خير.